Wako watu wanaoa mwanamke wanayemtaka, na wako watu wanaolewa na mwanamume wanayemtaka. Wako wengine wanaoa mwanamke wanayemtaka, wanayempata. Inatokea tu basi ndio huyo, no way out, hampendi hanini, lakini sasa hawezi kuchagua. Ile power ya kufanya uchaguzi hana, akichagua anakataliwa. Inabidi sasa akubali chochote kitakachokuja ili aweze. Kwa hiyo tusipoteze fursa hii, tulieleza last week. Lakini jingine tukaeleza watu wanaji-attach, wanajitengenezea gundi ambazo hawawezi kubandukana nazo, wanabaki wana majonzi makubwa sana. Na tukasema hili linaenda kuzalisha ugonjwa wa comparison diseases. Ameolewa ama ameoa, lakini bado anaulinganishi na mtu mwingine, yani mke aliyokuwa naye ama mume aliyokuwa naye hatoshi, yani kuna mtu mwingine, mbona sio kama yule? Sasa ni tatizo tunalitengeneza before. Mtu yuko kwenye ndoa lakini anakuambia sina furaha kwenye ndoa yangu. Umeolewa juzi tu? Ndiyo nimeolewa juzi lakini sina furaha. Wewe umeoa juzi tu? Ndiyo juzi lakini sina furaha. Wako watu usiwaone humu wanaishi. Mwingine hataki kuwa nyumbani kwake kurudi. Akitia mguu nyumbani, peace of mind inaondoka. Anapata peace of mind akiwa nje ya nyumbani kwake. Sasa tutegemee maisha yawe hivi. Tunategemea ukiwa nyumbani kwako ndipo ambapo upate peace of mind. Lakini mahusiano kabla yanaliondoa hili. Wapo wanawake wanashindwa kabisa kujigandua kwa wanaume fulani kwa sababu wametengeneza kwao ndio usalama. Yani hawezi kulala bila kupiga simu ama kupigiwa simu. Anaweza akakaa usiku kucha anawaza, analia, anaamka darasani hawezi kusoma. Kuna mtu fulani kwenye kichwa chake ndio anazunguka. Huu tulisema ni mtego wa oxytocin ambao una athari zake, lakini tukasema ana matumaini makubwa lakini anamwamini kupita kiasi. Wako watu wanafunzi hapa wamekabidhi ATM zao kadi, wanapata boom, lakini boom yeye sasa hapati kutoka loans board. Anapata kwa mtu mwingine yuko hapa. Yeye ndo ana kibali cha kutoa lile boom lake kidogo. Na wengine ni kukabidhi hisia zao zote, na akiamini kabisa atatimiziwa mahitaji yote. Kwa hiyo mwanamume anakuwa amemshika huyu mwanamke. Anything atakayosema huyu mwanamume lazima lipite, haliwezi kupingwa. Kwa hiyo mtego ni hatari. Ni kama vile ambavyo unaona mtego wa panya unapomnasa panya. Na wewe usipokuwa makini unajitumbukiza kwenye huu mtego, unabaki sasa unazunguka kwenye cycle moja ambao ni hatari kabisa. Tulijaribu kueleza katika darasa lililopita. Kwa hiyo lazima wewe unajua what you want next. Lazima wewe mwenyewe ujue. Hivi mimi naanzisha haya, huyu najipendekeza kwake. Nini hasa anachotaka baada? Ni kujinyang'anya mamlaka yangu ama nina kusudio gani? Lazima ili ujue wewe mwenyewe.